Yes, kwa wale ambao mnatutizama, ni uchungu sana kuona msanii ambaye alikuwa ni msanii tajika akiwa amepotelea kwenye pombe na vileo, addiction. Huyu ni msanii ambaye alikuwa anaitwa Maddox wa Gengetone, muziki wa kizazi kipya. Ukiangalia hii jacket ni kupewa amepewa na huyu ndugu ambaye amenipigia simu. Angalia hapa miguu hata hana viatu. Hata nyumba unalala kwa street. Analala kwa vibanda Maddox. Analala kwa vibanda. So huyu ni msanii analala kwa vibanda, na nataka kuambia wasanii wale mko huko nje, tafadhali, pombe si usanii, bangi si usanii, cocaine si usanii, addiction si usanii. Stop addiction. Stop drug addiction. Wewe Maddox, sasa wewe nataka kuuliza. Ndio. Unaitwa nani? Edward Kimashirongo. Uliimba ngoma ngapi kwa usanii? Kwanza mimi ndo najaba saini kuzama kachama dabiko saitu kana chana nikapenga maiga niko baba cheni saseti tuni mimi ndo najaba saini kuzama kachama dabiko sai kana chana nikapenga maiga niko baba cheni saseti saitu. Unajua lazima ni confirm kama ni yeye msanii ndio huyo amepotea hapa kwa drugs na amepatikana kwa dump site. Ngo yake ndio hii. Tunampata amekujolewa kwa ingo Mosiri. Hapa alikuwa ametupwa kwa takataka pale. Yaani unakojole, wacha kushika. Wewe acha kushika hiyo mkojo. Tupe. Yeye itupe hapo, ushampea jako. Wewe msanii? Wewe, hebu uko sure ni wewe? Uliimba nyimbo ngapi? Saina na album. Unatoa album? Black Market Record. Black Market Records. Sasa hivi vile uko hivi unaweza rekodi. Kwanza Mpaka trozo umefunga na kamba msanii bana. Wewe unahitaji tu usaidizi. Nataka kupeleka international airport. Huyu ndugu nataka kumrescue. We are starting the journey. Wewe nataka kurescue, nikubadilishie maisha. Uko ready kubadilishiwa maisha? Msaidie Mosiri. Wewe Maddox, uko ready tukubadilishie maisha? Maddox. Hiyo utasaidiwa kufunga. Sasa unajua umetingika hata uwezi funga. Barikiwe bro. Sijuzi nimeona. Wewe ubarikiwe man, wallahi. Wewe ubarikiwe bro. Kijana atoke kwa Mosiri ana deserve some guys. Ona nimetafuta watu wote, nimekutana na huyu jamaa. But do you know what? Mosiri amechukua time yake mpaka amekuja kusaidia huyu jamaa. Angalia vile yako amelewa. Wewe msanii, unasema unakaa kama takataka. Uongo. Wewe nitafutie taksi hapo, ikuje hivi nitalipa imbebe tuende mahali naenda na yeye. So, boy child tunamrescue leo usiku. Wewe msanii? Simama sasa tuende. Jikaze buda. Hebu. Mosiri ubarikiwe man. Tunampeleka Rehab. huyu back left sawa. Utaingia naye in the next 4-5 months you will go back to the studio as a star. Ni uchungu sana kuona msanii ambaye alikuwa ni msanii tajika akiwa amepotelea kwenye pombe na vileo, addiction. Huyu ni msanii ambaye alikuwa anaitwa Maddox wa Gengetone, muziki wa kizazi kipya. Umeanza safari, lazima ujikubali. Ulikuwa unatumia nini? Pombe? Natumia pombe, jaba, ngwai, cocaine. Yes. Cocaine? Si mzuri. Heroin? Mori? Moli. Hizo vitu zote umetumia. Na sasa wewe ulikuwa ni msanii mtajika. Hizo ndio zimeharibu career yako. Zimeharibu career yangu mbaya. Sasa unataka nini? Hebu nikwambie. Sasa mahali tumekuja hapa, uko ready kuanza treatment? Sawa. Ulikuwa unashika kichele ukiwa msanii, ulikuwa unashika kama ngapi? Mimi nilikuwa nashika kichele. Kama ngapi? 100,000 kwenda juu.
100,000 50k. Na mlikuwa mnakula na kachuchu. Ikaisha sasa ukabaki kama Melimera. Hiyo t-shirt yake niko nayo. Mheshimiwa. Watu wangu. Ota. Naona hapo umegongwa. Nani alikugonga hapa? Yo, Twende hivi. Twende bro, shikai. Hiyo inaitwa mziba wa kujitakia, una kilio? Kilio. Unaona hapa? Hiyo inaitwa, hebu soma hapo. Soma. Ongea kwa sauti bana. Rapid Vision Center for Addiction. Wale ambao mnatutizama leo usiku, huyu anaitwa Maddox, alikuwa ni msanii wa genge, na nilipigiwa simu na huyo ndugu anaitwa Canan. Asante bwana. Canan akani reach out. Akaniambia kwamba huyu msanii amempata kwa dump site. Mahali alikuwa amelala kwa dump site. Hii jacket amevaa ni ya Canan. Na baada ya kuni reach out, Canan, wewe ndio ulikimbianga kurescue msichana? Wewe ulikimbianga kurescue yule msichana alikuwa anapigwa na ukachapwa pia? Nilichapwa mbaya, ndio mimi. Nilijua tutapatana siku moja. Amen bwana. Sasa amerescue boy child, ndio msimpige tena. Last time rescue mama, msichana, alienda kutetea msichana kapigwa. Kachapwa huko. Alafu akasema Moziri yako wapi ya rescue Canan. Na nikasema mimi wacha niondokee kwa sababu sikuwa nataka vita sana hiyo wakati. Lakini nikapigia simu Canan nikamwambia be strong. Standing with our women. So leo amerescue boy child. Huyu anaitwa Maddox. Kwa leo umeanza safari. Lazima ujikubali. Ulikuwa unatumia nini na nini? Pombe? Niambie zile zenye unakumbuka, zenye zimekufanya hivi, zenye zimeharibu career yako. Sana. Sio natumia pombe, jaba, na ngwai, cocaine. Yes. Cocaine. Si mzuri. Heroin. Umejidunga? Yeah. Tap. Pills. Mori. Moli. Hizo vitu zote umetumia. Na sasa wewe ulikuwa ni msanii mtajika. Hizo ndio zimeharibu career yako. Zimeharibu career yangu mbaya. Sasa unataka nini? Hebu nikwambie. Sasa mahali tumekuja hapa, uko ready kuanza treatment? Sawa. So nimemleta Rapid Rehabilitation Center for Addiction hapa. Hapa ndio mahali nileta Mother Njoki na wengine wengi ambao nimewaleta na wamego through this treatment process. Huyu ndugu tumeanza safari na yeye for the next 3-4 months. Mkimuona hamtaona huyu tena. Atakuwa anaenda studio sasa. Umesikia? Kutoka hapo unaenda kwa studio. Hebu wapatie mistari yako ndio wajue ni wewe yule msanii. Ni mtext na kamenje na kachacha type C. Msupa ameiva ametoka West. Demia macocktail na matetris. Mbogi yangu yote sina next thing. Beti amekuja show na kibeti. Leo tunaperform hadi uko West. Weekend ikifika sini happy. Waroro wamechrome na ni wengi. Mi najaba sai nikuzama kasha madabiko sai kana chana nikapen kama iva niko waba cheng nisaseti saitu niko janta mi najaba saitu nikuzama kasha madabiko sai. Ni msanii yupi umejaribu kuricha utakusaidia na hawaja kusaidia? Ni kina nani ulikuwa nao wenye wako fiti wao wewe uko hivi? X-ray. Mlikuwa na X-ray? Yeye ako wapi sasa? Alikutoka wakati uliingia kwa addiction. Sasa uko na mzazi. Mimi naitwa mzazi Geoffrey Mosiria. Unajua? Ama hata sahii zimeshika uwezi jua. So huu ni msanii Maddox wa Gengeton, msazi wa muziki wa kizazi kipya. Wale matoi majenzi, sasa huyu ndio msanii wenu. Na mnaona venye drugs zimemfanya. Jamaa hata hii amepewa, yake ndio hiyo ilikuwa chafu. Trouser amefunga na nini? Na kamba.
Wasione nini? Imagine huyu ni msanii. Wasione vudhi. Huyu ni msanii amefunga na kamba. Unaona hii kamba ya white? Tutamtafutia manguo. Wapinie namba hapo tuchangie msanii bana. Msanii asiteseke. So huyu msanii nataka kwanza na hii safari hapa Rabid Rehabilitation Center for Addiction. I know for the next 3-4 months you will be a different person. Sasa ndugu, hapa mahali umekuja ni hospitali. Mimi tu ndio nitakuja ukuona na huyu nitakuwa namtuma on permission. Kwa sababu hii ni hospitali. Marafiki zako achana nao, wale wa pombe. Mandugu zako kama hawako wanakusaidia achana na. Ukishapona watakuja wakuchukue kama wako ready kusaidia. Lakini mwenye wako ready kusaidia akuje. Sasa hapa hakuna pombe. Utapewa kitu ina replace pombe sasa yenye inakusaidia usisikie vibaya. Hakuna ngwai. Utapewa dawa ya kusaidia waache kusikia hiyo ngwai. Sawa. Unaona hata umegongwa mkono. So tunataka tuende sasa ndani waanzisho admission. Tuende tukupeane kwa madaktari. Wewe ulikuwa na dem? Wakati ulikuwa msanii ulikuwa na dem? Hebu tupe story, dem yako kwa wapi? Sasa yako mari. Tuambie tu ulikuwa na dem? Ongea, acha kuogopa bana. Sasa hii already alikuwa anaitwa nani na kwa wapi? Anaitwa Gajuju. Gajuju. Wa wapi? Kwao ni wapi? Alikuwa ni mtoto wa matajiri. Alikuwa anaishi pale kwenye Tasia. Alikuwa anaishi Tasia. Alikuwa ni mrembo. Hebu mdescribe. Embakasi. Alikuwa mrembo Kabisa. Alikuwa top. Na alikuwa anakukufia mbaya. Hiyo time alikuwa anakulilia. Like hadi sigani. You dinge. Wakati mapombere ziliingia akakutoka ama dragma. Alitoka mbaya. Kwa hivyo alipenda talent yako kupenda na pesa. Ulikuwa unashika kichele ukiwa msanii, ulikuwa unashika kama ngapi? Mimi nilikuwa nashika kichele. Kama ngapi? 100,000 kwenda juu. 100,000 50k. Na mlikuwa mnakula na kachuchu. Ikaisha sasa ukabaki kama Melimera. Akaenda kama Melimera akakuacha. Yaani alienda kama Stella. Na mchapani futi mbili akakuacha juu ya una kakiru. Ndugu, Kajuju najua na mtizama mazee kama ulienda na nyota rudisha nyota ya msanii. Sawa, peana hapo namba ya simu. Wakenya wamesema wachange na pia tumlie manguo. 0707 946 783 0707 946 783. Sawa. Mandox amekuja hospitali. Come here boss. Boss, sit here. Sit here. Sit down. Sasa nitamwacha kwa mikono ya daktari. Mimi mamangu aliniacha nikiwa mdogo. Mimi nikiwa 7 years old, mimi nilikuwa street boy. Nilikuwa navutanga gamu. Na ndio maana nimemleta kwa sababu alikuwa street boy. At the age of 7 navuta gamu. Nalala kwa street, nakula kwa pipa. Lakini nilikuwa na ndoto 4. Nilikuwa nataka kabla nikufe nipande ndege. Nilikuwa nataka kabla nikufe niende Amerika. Nilikuwa nataka kabla nikufe niishi kwa nyumba iko cemented. Nilizaliwa kwa nyumba ya mimi nilikuwa naishi nyumba ya matope udongo. Udongo ile imejengwa na udongo na najua ni nyasi. Roof ni nyasi. Hivyo sasa. Si mabati. Hivyo sasa. Alafu sasa nilikuwa nataka kabla nikufe dream yangu ya 4 nikuwe Sonko. So in short wacha nikwambie. Mimi nilianza safari ya kutafuta venye naweza kuwa Sonko. Nimekakua vitu mingi sana mpaka mwisho nikakuja kusikia Mombasa kuna kwanga na wanyanya wazungu wa shosho. Alienda kutafuta mama. Alienda kutafuta mshosho Mombasa. Kufika huko God aka-create scenario. Ule mtu nilienda kumuuliza anauza vitu za Kimasai, Masai hizo mabangiri nini. Kumuuliza venye naweza pata mzungu. Akaniuliza kwa nini unatafuta mzungu. Nikaona nimwambie story yangu anihurumie. Kumwambia huyu jamaa alikuwa ameokoka. Nisho tu jamaa akaweza kunipreachia na akaniambia ni try God. Ku try God mpaka nimefika mahali nimefika. Umenielewa? So nataka tu nikwambie aje wewe pia mahali umefika. Situation yako na yangu si different. Lakini kuna reason kwa nini God ametaka ihappen venye imehappen ni kwa sababu unaenda kuwa msee great. Yaani kama kuna msee mwenye alikuwa anakudharau ama kuna msee alikuwa anaona iwezi kama shetani alikuwa ameweka mawazo ndani yako kwamba umefika mwisho, hakuna mtu anakupenda. Wacha tu nikwambie hii situation venye imefika. The whole country sahi kila mtu anakufollow. So watu wanakupenda.
God anakupenda zaidi na God ametaka ikuwe hivi so that ukuwe example. So mimi najua God anaenda kukubariki, utapata nyumba. God anaenda kukubless, utakuwa na mahits. God anaenda kukubless, utakuwa na do. God anaenda kukubless, zile vitu zote unatamani utapata. Lakini kwanza number 1, bora tu ukubali, umake decision ambao ni final. Utoke kwa hiyo confusion ya devil. Confusion ya devil. Unajua ukiwa kwa hiyo confusion ya devil, God, yani plan ya God haiwezi manifest. Kutoka kwa confusion ya shetani, yani hapo. Hata ukiwa hapo uombange. Najua hujaomba leo. Nimeomba. Nimeamka nikaomba asubuhi. Na mtu asikudanganye kuna expert wa kuomba. Kuomba tu ni venye unamko unaambia God, asante, niko hai kwa sababu yako. Unajua kuna wase wazuri kukushinda, wengine ni mabilionea lakini wamedai, au wengine wamewekewa madrip kwa hospitali. God, asante, niko hai na ni kwa sababu unanipenda. Others kama angekuwa nakupenda ungekuwa hai. Namwambia tu God aweze yani kukulead, akulead, akupeleka kwa mikono, yani venye ameanza kuweka kwa mikono right, mazee akulead kwa hii jani. Ni uchungu sana kuona msanii anatesekea kwa street na ringtone yuko. Nimepigia ringtone kama ndugu yangu nikamwambia akuja atembelee msanii, amwambie tu yani drug haijengi. Kweli. Ringtone mwenyewe atumiangi hizi vitu na ameishi kwa industry kwa sababu amejilea kwa gospel na naamini gospel ndio imemfikisha mahali hapo. Hata hii muziki ingine pia inalipa, lakini wasanii wenye wako hiyo muziki wao wanapotea sana. So ringtone, sikukuambia nimekuitia nini. Basically na imekuwa ni surprise. Nisema waje tupatane na kakangu. Okay. Na kwa sababu mimi kama kiongozi wa Kisii Nairobi, na kwa sababu wewe ni msanii na kioo cha jamii, sure. Nataka leo utembelee naitwa Maddox, ule wa Gengeton. Huyo kijana alikuwa amepotea. Okay. Na akukua Rehab. Okay. Na nimekuleta tu pole pole hadi kawa skari, tumekunywa chai kama kawaida. Lakini sasa hapa ndani tuingie umuone, alafu umpatie tu wadi moja ya advice. Okay. Na tumwambie hata akitoka mtamshikilia kama wasanii. Sure. Ona, gari yako ni mzito. Hii si yangu. Hii ni ya kanisa. Hii ni ya kanisa? Ni ya kanisa. Mimi nilipewa kama mshirika. Hii kanisa iko wapi niende nipewe gari kama mshirika? Hii kanisa iko wapi? Lazima kwa kanisa yetu ili upate gari, lazima ukuje kama miaka 7. Miaka 7? Non-stop. Otherwise ndio tusione unatu obtain. Lakini siwaambia hata mimi nikikuja mimi ni member. Nakuja na numbers. So, msanii. Unajua ni nani huyu? Nimeleta ringtone leo kutembelee. Mambo. Msanii. Haya, nimeleta ringtone ya kutembelee. Sasa leo tunataka Wakenya wakusikize, Sawa. Unajua nataka kutoka Rehab. Yeah. Utafanya collab ya kwanza ya gospel, akuinue. Shukran sana. Na utakuwa ready kuokoka? Lakini si umeokoka sasa hata venye mmeanza safari. How is life without alcohol today? It's much better. Sasa hii ndio nataka sana nianze ya new journey. Yeah. Chini ukajifikiria. Yeah, kutoka asubuhi nimeshinda nikijifikiria. Jana nikikuja zilikuwa zimeshika sana. Karibia umekaa chini? Nikakaa chini, nikajifikiria. Yeah. So like nilikuwa tu idol sana na hii mambo ya kwenda club night juko ndo nilikuwa naenda na hiyo kujibrand, kujimarket. Sasa pale watu wanakuambia wewe lete tu tumbler. Wanakuchanganyia pombe mingi sana. Hata za jana. Alafu hata ngwai huko unapewa tu free. Ya pombe sibai, ngwai natumia jaba, nilikuwa natumia jaba. Ngwai na pombe. Maunga ikipatikana. Hiyo tu nishaipiga once juu ya nini ya student. Kuna student wengine wale mapanga, wale watu wa matajiri. Wanazeka tu ndani ya drinks. Ukoaje hii vile upo? Sai niko poa sana. Nimefurahia pia, naweza taka after hapa hivi niingia kazi hivi nje kuka idol. Yeah. Na reason hata nilikuwa natumia hizi vitu like nilikuwa under label. Mzungu akarudi majuu akarelocate Uganda. Ulikuwa under label ya Black Market Records. Black Market Records ikatoka na muziki na talent ikaenda nayo. Yeah. So ukabaki uko idol au manager? Exactly. Manager ile ndio nilikuwa na peango ya kulipa keja ikakatika, so nikarudi hadi home kwa madhe.
Yeah. Ukarudishwa back to setting. Yeah. Sasa nilikuwa naishi hapa Kimboruiru kwa kuna rafiki yangu akona gym hapo. Hiyo ndio tu wamekuwa kiniokolea kidogo but jo kukunywa tuko tunakosana but saa ina niko na tu sana change sasa. So hii decision you make is the best decision. Right now, mimi nakuona kama mtu ambaye akona potential na akona future. Na nimepembeleza ndugu yangu Ringtone. Nilimpigia nikamwambia kuja tukunywe chai, tumepoteleana sana. Finally nikamwambia tuende utembelee Maddox, umpatie tu word moja. Unajua huyu bado ni chairman wa gospel na bado ni pastor. Okay. Ni ile sijui kama aligraduate lakini bado ni pastor sababu anaendelesha gospel. Ndio watu chairman. Ndio huyu kijana mwadvise za young man ni kama sisi, ni kijana kama sisi alikuwa amepotea kidogo. But najua wadi yako moja ya encouragement itamsaidia. So bro, mimi nataka tu kukwambia hata kama unaimba unajua atulazimishangi watu waokoke. Na azna kwa situation yako mimi naweza tu kuadvise kwamba sio lazima utumie madrugs, utumie pombe, hizo vitu zote just kwa sababu unaimba secular. Kuna wasanii wengi wanaimba muziki ambao si gospel, muziki ya mafunzo, muziki ya entertainment, nzuri ya jamii na wako kwa hizo vitu zote. Umenielewa? So mimi naweza sema Devo maybe just maybe unajua sisi tukikuangalia sasa hivi tunakuona hivi maybe uko na potential, kuna mahali unaenda. Devo aka make sure kwamba akuconfuse in between, usiweze kufika place unaenda. Mimi kama msanii wa gospel nataka tu nikwambie kama mtumishi wa Mungu, ukitaka kufika place unaenda lazima kwanza hii confusion ya Devo ujitoe ndani na si lazima uimbe gospel kama hujaamua, inabidi itoke tu kwa moyo. Lakini hata kwa hizo ngoma unaimba si eti qualification ni kutumia drugs, si eti qualifications ni uchome. Umenielewa? Si kama ni talent, ni talent. Na wewe kijana uko na talent. Na uko na talent. Na watu wanakukubali sana. So mazee mimi nataka tu kusema yani hii jani umeanza ni jani great. Alafu uzuri ni kwamba umemake decision kabla wacha nitumie scripture ya Bible. Unakumbuka kuna jamaa alitumwa aenda kuhubiri ni Never Jonah. So akaamua kwenda place wrong. Wakati aliamua kwenda place wrong, Mungu akatuma fish. Fish ikammeza. You get the point? Hii fish wakati ni mbeba ikaenda kumtema nini kwa shore, yani kwa kando ya bahari. Na huyo samaki ndio huyu. Samaki ndio huyu sasa. Mimi ndio nilikomeza. Hiyo kifungu. Umesikia? So mimi nataka niseme hivi. Wale watu ambao ni special kwa God. Watu ambao God amepatia yani amepatia commission kubwa, yani job kubwa, ndio ambao huwa anawaarrest, ana make sure kwamba wameenda place wanaenda. Wewe kesi yako saa hii everybody in the whole country anajua. Maybe hata president anajua. Watu wanajua, kila mtu anajua. Wewe si msanii mdogo. Wewe si kiongozi mdogo. Mimi si msanii mdogo. So hapa hivi kila mtu anajua. So that means God ame create platform ili ukue example. Sasa hata unafaa kuwa sasa wewe ni ambassador. Ukitoka tu hapa kama kweli umeamua. Unajua tunaweza kuwa tunapiga story hapa. Wewe umeamua? Nimeamua kuchinja. Umekubali kuacha pombe na hizo vitu na miadarati yote. Hizo na utatembea hii safari na mimi mpaka mwisho. Kesho utapigiwa simu useme unataka kwenda kuchunga. Uliacha bibi nyumbani? Uliacha watoto nyumbani? Uliacha nyumba? Hauna. Una keja. Kwa hivyo umeamua hii safari. Ndio hiyo kupatia advice. So Kenya naweza kuadvise ni kwamba hizo vitu zingine zote zitakama. So hii si embarrassment. Yani usikae chini ukaona kwamba you're being embarrassed in the country. Actually you are being made a great person. Si kama unani understand. Yani situation yako ili ipite venye ilipite kapite kaanguka kwa mikono yake, ni kwamba God anakupenda kushinda, anakupenda sana. Ni wengi wanatamani hii chenye tumeanza na wewe safari. Ni wengi wanatamani mtu wa kumshika mkono na hawana. Hata wengi wanatutizama hapo wako kama wewe hawana. Lakini wewe God tu yani akanitumia kwa sababu nilikuwa nimefika nataka kwenda home. Jana ilikuwa Sunday. Na unajua Sunday ndio siku yenye hata mimi naenda napumzika na mtu yangu na bibi yangu na watoto yangu. Lakini nikasacrifice hiyo siku. Unaweza imagine umeacha bibi kwa nyumba na hiyo ndio siku yake, alafu nikakuja ukurescue.
So ni uchungu sana. Fika siku 2. So sikia, God atatembea na wewe. Uko na potential, you can be anything you want in this world, but you have to say no to alcohol. Watu wengi wamesema tumejaribiwa hii jani, ati unaenda unarudi back. Lakini nataka kuambia hivi, yangu hautarudi back kwa sababu ni God alinituma kwako through wale marafiki ambao walini reach out. Na mahali nimekuleta hapa Rapid ndio nileta. Hapa Rapid Rehabilitation Center for Addiction. Ndio nileta champion mwenye alikuwa amepotea kukuliko wewe. Hata wewe sasa wewe ni sosa. Wewe hata hujapotea. Wewe ni sosa. Yaani wewe uko sawa. Ule alikuwa wasted Mother Njoki. Hata ungemuona ungetamani kutembea na yeye. Lakini mimi nilijikaza nikatembea na yeye through the journey. Leo hii Mother Njoki ameiva. Ukimuona hivi unamezea macho na shindo huyu dozini wa wapi. Sasa alikuwa anaenda kutafuta Mombasa kwamba mama amtoe kwa maskini ndiye akapatana na God. Akipatana na Mother Njoki kama amedunga hivi atafikiria ni mdozi. Lakini ni champe. Alikuwa amepotea watoto wake wakajua mama alikufa 8 years ago. Mama amekaa more than 8 years kwa street. Na nilimrescue. So jani yako lazima nitakurescue. Na one day utakuja kukumbuka Mosiria ndiye alikutoa kwa hii ngori. Na ukimaliza ndugu yangu nimemuita kwa sababu alikuwa street. Na yeye aliona hiyo mchezo ya street. Ndio maana sijakuja na msanii mwingine. Na pia nitaongea na wasanii kama Brooklyn Boys, Toxic Lyrically. Hao ndawaleta kwa sababu wao ndio wako kwa hiyo industry ile line huko. Ama ni aje? Ulikuwa unafanya na kina nani tena? Boondocks Gang. Boondocks Gang na X-Ray. Na watu wa Murang'a. Odi wa Murang'a. Unajua sasa hivi vitu mimi niliokoka na saa wingi. Hao wasanii wote nitawatafuta ni wa reach out, tukuje tukuvisit. Kama ni aje. Alafu kwa sababu wewe uko kwa hii line kina Toxic, Lyrically, Brooklyn Boys kwa sababu ile DCN mawe iliniangukia na mimi nikarudishia yangu ya mzazi ikakuwa kali zaidi. Kama mzazi nimerescue one of you. Huyu ndugu tutamshikilia kiusanii akitoka hapa, uende ushikane nao lakini usitumie hizo mangwai manini. Ukiimba uhitaji ati upige weed ndio mistari itoke kwa kichwa. Unahitaji tu God akupatie wisdom ndio mistari itoke kwa kichwa. Hata nikiangalia situation yako naona unajua huyu msee venye unasema tu huyu hajapotea. Alikuwa kwa njia ya kupotea. Wewe hujapotea. Uko sawa. Ulikuwa kwa njia ya kupotea. I think maybe God anataka akusafishe ukwe poa. Kwa hiyo generation yako sasa wewe ndio utakuwa unawapanga unawaambia hii ni mbaya because hauhitaji venye Masiria anasema hauhitaji uvute ndio uandike. You get the point? Otherwise utakuwa unapatia watu inspiration fake ama hata wale wewe ndugu utaenda far. Thank you very much. Utaenda far. Tutakusupport. Lazima uchoose live yako over everything else. Kwa hii live unachoosing kwanza. Before anza kuchoose mtu mwingine ati unaenda hivi unajichoose kwanza. Unajipenda kwanza. Na ukijikubali na ujipende utaenda far. Lakini ikiwa hujakubali ujipende hautaenda far. Na ule wacha niombe katika sentence mbili. Father, in Jesus name we thank you for today. We thank you because of our brother. God tunasema asante kwa kumrescue. Unamfanya msemo great. Unaenda kummake an example kwa hii generation ya Gen Z. Unaenda kummake an example kwa mavijana wale wote wengine wote ambao umewapatia talent lakini wanafeel ni kwamba lazima watumie madrugs ndio waweze kuexpose talent yao. Hawahitaji hiyo. The best inspiration inatoka kwako God. So from today Almighty God Father tuna pray that Holy Spirit ingie ndani yake impatie the right inspiration na drugs haziwezi impatia the right inspiration. Tunamwombea na mmeweka kwa mikono yako uweze kumheal everywhere, uchange mind yake na pia na prayer Mosiria ambaye amejitolea kumsupport, ambaye ameinvite hapa, ambaye amejitolea kumlea kama ndugu yake. Tunamprayer Almighty God Father umpatie moyo wa kuweza kuduia yote. Na kila mtu mwenye ambaye anatuwatch ambaye maybe alikuwa anajisikia anataka ku give up, anaona motivation na inspiration inatoka kwa drugs, kwa drinks, God na pray huyo msee uweze kumtouch, uweze kumpatia the right inspiration because the right inspiration haitoki kwa drugs na drinks. Tuna pray tukiamini kwa jina la Yesu. Amen.